Hali ya Burkina Faso inaonyesha changamoto kadhaa za kisiasa, kiuchumi na kijamii. Nchi hii imekuwa ikikabiliwa na machafuko na ukosefu wa usalama kutokana na shambulizo la makundi ya kigaidi hasa katika maeneo ya kaskazini na mashariki mwa Burkina Faso. Na leo nitakujuza mambo kadhaa yanayomhusu kiongozi wa sasa wa nchi ya Burkina Faso ambaye amekuwa kiongozi na shujaa wa kuleta mapinduzi mbalimbali ndani ya Burkina Faso. Ungana nami Sara Meshaki katika makala hii. Ibrahim Traore alizaliwa Machi 14 mwaka 1988 huko Bondoukou magharibi mwa Burkina Faso. Na baadaye aliweza kupata elimu ya msingi huko kabla ya kuhamia Bombo Dioulasso kwa masomo yake ya sekondari, na baadaye alihitimu kwa weledi zaidi katika shule hiyo. Kuanzia mwaka 2006 alisoma jiolojia katika chuo kikuu cha Ouagadougou, na baada alihitimu kwa heshima kutokana na weledi wake aliyokuwa nao katika chuo hicho. Ibrahim Traore alijiunga na mafunzo ya kijeshi katika chuo cha George na Moano, ndipo alianza safari yake ya kijeshi mwaka 2009. Alianza kushiriki katika mafunzo ya kupambana na ndege za kivita huko Morocco. Baada alipandishwa cheo na kuwa ruteni mwaka 2014. Sambamba na kupandishwa kuwa ruteni, alijiunga na kikosi cha usalama cha Umoja wa Mataifa kilichohusika katika vita vya Mali. Na mwaka 2018 alitajwa kama mmoja wa askari waliokuwa na ujasiri mkubwa. Baadaye alirejea Burkina Faso ambako alishiriki katika operesheni dhidi ya uasi wa kijihadi uliokuwa ukiongezeka. Ilipofika mwaka 2020 alipandishwa cheo na kuwa kapteni wa jeshi wa nchi ya Burkina Faso. Kapteni Ibrahim Traore ameingia madarakani. Kwa sasa ndiye rais wa serikali ya mpito ya Burkina Faso baada ya mapinduzi ya kijeshi ya mnamo Septemba 30 mwaka 2022 yaliyomuondoa rais Paul Henri Damiba. Tukio hili lilileta mabadiliko makubwa katika siasa za nchi hiyo na kuwashtua watu wengi katika kanda na kimataifa. Rais Ibrahim Traore ameweka vipaumbele vya kuhakikisha nchi ya Burkina Faso inarejea katika hali ya utulivu na usalama. Moja ya vipaumbele, kuimarishwa kwa usalama wa taifa ili kujumuisha na kujenga nguvu za kijeshi na kuhakikisha ushirikiano mzuri katika vyombo vya ulinzi. Ushirikiano wa kikanda na kitaifa ili kukabiliana vitisho vya ugaidi na uhalifu mipakani. Aidha, kuimarisha uchumi na maendeleo ili kujenga mazingira bora ya kibiashara pamoja na kuboresha miundombinu ikiwemo barabara, kilimo na sekta nyingine za kiuchumi. Pia kuboresha haki za binadamu na utawala bora ndani ya nchi ya Burkina Faso. Pamoja na mabadiliko ya kisiasa katika kuleta usawa na kuongeza uaminifu katika serikali na ushiriki wa wananchi katika maamuzi muhimu. Licha ya hatua zinazochukuliwa na kiongozi huyo, nchi ya Burkina Faso ina matumaini ya kurejea kwenye utulivu wa kisiasa na kiuchumi katika siku zijazo. Serikali mpya inahitaji kuzingatia usalama, maendeleo ya kiuchumi na kuboresha hali ya maisha ya wananchi wa Burkina Faso. Na hii ni Vibe News Online TV.